Ndugu unanisikiliza sasa, tulitoka kwenye somo la umungu wa Yesu, lakini hatukulimaliza. Leo acha tuingie kwa somo lingine. Manabii sasa wamekuwa ni wengi, kila anayeibuka anasema nabii, kila anayekuja ni nabii. Sasa hebu tukiuliza Biblia habari za unabii, ili Biblia iweze kutuambia. Hatuweki maneno yetu, ni Biblia inazungumza. Hebu twende tukaiulize Biblia ituambie habari za unabii leo. Hebu funua Biblia yako, nenda kwenye kitabu cha Mathayo 7:15, tukaone Biblia inatuambia nini. Msomaji, hebu tusomee 7:15 Mathayo. Nao nasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Asante. Hii ni Mathayo 7 Mathayo 7:15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaokuja wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, walakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Ni hatari sana, ni tahadhari hii tunapewa. Sasa kama ni tahadhari, tuna haja ya kuchukua tahadhari, maana manabii wamekuwa ni wengi na Biblia inatuambia ni waongo na wana lugha nzuri. Mavazi ya kondoo maana yake ni watu wenye kauli nzuri za kuweza kushawishi, zenye upole mpaka ukaelewa. Sasa ni kwa namna gani tutajihadhari? Lazima Biblia itusaidie namna ya kujihadhari. Tukamuulize Mungu mwenyewe, maana manabii Mungu anawatambua. Twende tukamuulize Mungu. Yeremia 14:14. Funua Biblia yako, Yeremia 14:14. Nao nasema, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi sikuwatuma, wala sikuwaamuru, wala sikusema nao. Na wapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili, na hadaa mioyo yao. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina langu, wala mimi sikuwatuma, lakini husema, upanga na njaa havitaingia katika nchi hii, kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa. Tumesikia Mungu anasema watu wao hakuwatuma, japo wanafanya mambo haya, lakini si yeye kawatuma. 14:14 Yeremia hiyo. Hebu soma ili tuweze kwenda pamoja. Sasa swali linakuja, kama si Mungu amewatuma manabii hawa, nani aliyewatuma? Wanafanya kazi ya nani? Hili ndio swali. Sasa kama tunataka kujiridhisha, tujiridhishe kupitia maandiko, si kwa akili zetu. Hapana, tutumie maandiko. Hebu twende kwa kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:1, tukaone nini Biblia inatuambia. Nao nasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Asante. Timotheo 4:1 anasema, basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Maana yake kama hawa manabii hawakutumwa na Mungu, maana yake wametumwa na shetani. Ni kweli wanafanya ishara kubwa. Yeremia 14:14 imezungumza ishara ni kweli zafanyika, na wanafanya kweli, sio masiara, lakini si Mungu amewatuma. Maana yake ni maagent wa shetani, naweza nikazungumza hivyo. Sasa hapa tuweke maneno yetu, Biblia izungumze, vitabu viongee. Ili mtu wa Mungu uweze kutekwa, inatumika akili kubwa sana. Wana uwezo wa kufananishia
hawa manabii wa uongo wana uwezo wa kufananishia maziwa na tui la nazi. Injili ya kweli ya Yesu inayohubiriwa haina tofauti na maziwa ambayo hayana mbwembwe, lakini tui la nazi lina mbwembwe. Maana yake utaambiwa maziwa unalia ugali tu, kazi imekwisha na kuyanywa. Lakini tui la nazi unaweza ukatengeneza mafuta kupaka watoto wadogo, unaweza ukatafuna nazi yenyewe, unaweza ukatengeneza tui ukaunga mboga, kifuu chake unaweza ukakifanya kuni kupikia chakula. Kwa hiyo tui la nazi lina mbwembwe sana. Sasa hawa watu wanatumia akili kwamba